kama kulikuwa na masikini ambaye alikuwa anaitwa Lazaro, Biblia inasema ya kwamba huyu masikini, kitu cha kwanza ni umaskini wake. Kitu cha pili, alikuwa na vidonda mwili mzima. Maana yake alikuwa ni mtu wa kuugua. Bwana asifiwe. Alafu Biblia inatuambia kwamba pamoja na hayo alikuwa anakosa hata chakula. Alikuwa anakosa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inatuambia kwamba kulikuwa na tajiri pia ambaye alikuwa na kila kitu. Kwanza ni tajiri. Tajiri maana yake anamiliki vitu vingi, ana mali nyingi. Bwana asifiwe. Lakini pia anaheshimika, akizungumza anasikika, anamiliki watu, anamiliki vitu. Bwana Yesu asifiwe. Anawatuma na watu ambao wako chini yake na wanamsikiliza. Amri yake ni sheria kwao. Haleluya. Lakini pamoja na hayo kulikuwa na utofauti kati ya watu hawa wawili. Zaidi ya hayo ambayo nimeyataja. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti ya Lazaro maskini ambaye ana vidonda katika mwili wake, tofauti yake na yule tajiri, Lazaro aliiweka imani yake kwa Bwana. Aliiweka imani yake kwa Yesu. Lakini tajiri aliweka imani yake kwenye mali alizokuwa nazo. Kweli kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye kama kuna kitu ambacho alikuwa anakipenda, anakiwaza muda wote, anakifikiria, alikuwa anawaza juu ya utajiri wake. Lakini Lazaro alikuwa ni kama mpitaji katika dunia. Alijua kabisa kwamba duniani sio mahali pa kupumzika, bali kuna maeneo ya kwenda ambayo anaweza kupumzika. Kwa hiyo hakuwa na matumaini na dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa na matarajio katika dunia hii. Hakuwa na matarajio yoyote ya kwamba duniani litainuka tumaini. Hapana. Alimwangalia Mungu kama jibu la mambo yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ndipo wakati ukatimia, Lazaro maskini akafa. Muda kidogo Biblia inasema Lazaro alipokufa alichukuliwa akapelekwa kifuani mwa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Tajiri naye akafa. Biblia inasema akazikwa. Nukta. Haleluya. Lazaro akazikwa, akaenda kifuani mwa Ibrahimu. Tajiri akafa, akazikwa. Nukta. Haleluya. Hakuna kingine cha kuzungumza, maana mwisho wake hauna baraka, mwisho wake hauna ushindi. Ila Lazaro hatima yake Biblia yuna kuna ulazimu wa kutaja. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maandiko yanasema ya kwamba ndipo sasa Lazaro akapumzika kifuani mwa Ibrahimu. Akawa anapiga story na watakatifu. Haleluya. Yuko juu anapiga story na watakatifu. Maskini yule tajiri akaenda wapi? Ndio nataja baadaye, akawa alienda kuzimu. Kweli kabisa. Mahali pa mateso. Mahali pa hukumu. Mahali pa kutengwa na pendo la Mungu. Yule tajiri akaenda kule. Lakini sikiliza, watu hawa wote wawili walikuwa na fursa za kutengeneza maisha sawa sawa. Kweli kabisa. Lazaro pamoja na umaskini wake, sio kwamba umaskini ndio ulimfanya mtegemee Mungu. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bali Lazaro alijua kwa imani ya kwamba lazima aiweke imani yake kwa Bwana. Hata tajiri kama angekuwa makini
asingedanganyika na wingi wa mali yake. Pamoja na utajiri wake, angemcha Bwana, angeenda mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tupo katika dunia ambayo watu wana majivuno ya vitu vingi. Watu wanazo mali, wanajivuna nazo, lakini hawajui ya kwamba uko mwisho unakuja. Watu wanajivuna rangi. Mungu ameweka rangi mbalimbali. Kuna wengine tunawaita weupe, lakini sio kama unga. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tunaita weusi, lakini sio kama mkaa. Rangi yao ni nzuri. Haleluya. Rangi yao inapendeza kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Lakini pamoja na hayo yote, wako watu ambao wanalingia rangi zao, wanalingia mavazi yao, wanalingia nyumba walizonazo, wanalingia ufahari walionao, bila kuzingatia moyoni ya kwamba duniani ni uwanja wa maandalizi. Maana uko mwisho unakuja. Duniani ni mahali pa kujiandaa. Duniani ni mahali pa kujitengeneza. Duniani ni mahali pa kujitenga kwa ajili ya Mungu, ili mwanadamu apate kumshia Bwana. Maana uko mwisho unakuja. Uko mwisho unakuja. Sikiliza mwanadamu, uko mwisho unakuja. Hata kama una magari, uko mwisho unakuja. Hata kama una nyumba, uko mwisho unakuja. Hata kama wewe ni mzuri sana, uko mwisho unakuja. Umevaa suruali ya gharama, uko mwisho unakuja. Umevaa gauni ya gharama, uko mwisho unakuja. Duniani ni mahali pa maandalizi. Tengeneza maisha yako. Yesu anaokoa. Tengeneza maisha yako. Muamini Yesu. Tengeneza maisha yako. Njoo kwa Bwana. Haleluya. Sikiliza. Kwa nini tunapiga kelele hapa? Waambie sababu. Kwa nini tunapiga kelele hapa? Kweli. Tunapiga kelele kwa sababu tunawakumbusha watu muda umeisha. Bwana Yesu asifiwe. Muda umeisha. Wewe piga mahesabu yako mazuri kwamba kesho utaezeka nyumba yako, kesho utapiga lipu, kesho utaweka milango mizuri ya chuma. Piga tu mahesabu, lakini hujui linalokuja kesho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hujui linalokuja kesho. Lakini Biblia inatuambia kwamba ni namna gani mwanadamu anaweza kufanya maandalizi hapa duniani, ili yale maandalizi yalete majawabu sawa sawa, yalete matokeo mema kama aliyopata Lazaro. Kitu cha muhimu ni kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilipita, nilikuwa katika uinjilisti huu, nikazungumza. Nikasema hivi, kwa nini wewe hujaokoka? Unaweza kusema kwamba mimi na dini yangu nzuri, mimi ni kiongozi kwenye kanisa letu, mimi hapa, mimi ni mtu mkubwa, ninafahamika na hivi na hivi. Lakini ngoja nikwambie, kwa nini hujaokoka? Nikupe sababu kwa nini hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini ukifa leo unaenda jehanamu? Haleluya. Kwa nini? Jambo la kwanza, kwa sababu hujamwamini Yesu Kristo. Kama ungemwamini Yesu, maisha yako asingebaki hivyo. Lazima ungeishinda dhambi ya ulevi. Lazima ungeishinda uzinzi. Maana Biblia inasema ukimwamini Yesu unapewa uwezo wa kufanyika kwa mtoto wa Mungu. Kama dhambi imekutawala, dhambi imekupiga, bado hujaokoka, bado hujazaliwa mara ya pili, nasikiliza, huwezi kupata amani kwenye moyo wako mpaka siku utakapofanya maamuzi ya kumpa Yesu maisha yako kikamilifu. Haleluya. 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 Unasema mimi ni mtu wa dini. Sawa. Tii sheria zako za dini lako. Tii vizuri tu. Lakini sikiliza.
Na kwa nini hujaokoka? Hata kama una dini yako nzuri. Kwa nini hujaokoka? Kwa sababu bado hujamwamini Yesu toka katika vilindi vya moyo wako. Biblia inatuambia kwamba ukimwamini Kristo na ukakiri kwa kinywa chako, amina, unakuwa kiumbe kipya. Kama hujabadilika kuwa kiumbe kipya, maana yake bado hujazaliwa mara ya pili. Bado unatawaliwa na dhambi. Bado hujazaliwa mara ya pili. Na ndio maana tunapiga kelele barabarani ili ya kwamba ufikirie toba, ili upe Yesu maisha yako na uzaliwe mara ya pili kweli kweli. Baada ya kuzaliwa mara ya pili, Roho Mtakatifu ataanza kusema ndani yako, ataanza kushuhudia ndani yako, ataanza kutengeneza chipuko jipya. Tabia zako zitabadilika, mwenendo wako utabadilika. Haleluya! Leo tunawashangaa watu wako na madini yao, halafu kila kitu ni halali kwao. Waambie. Sema ukiokoka, si kila kitu kinakuwa ni halali kwako. Ni kweli kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpa Yesu maisha yako, si kila kitu kinakuwa halali kwako. Amen. Lazima utazingatia ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Amina. Kwa sababu maisha yako yanaenda randomly, yani chochote ni halali, hujaokoka. Sikiliza, jehanamu inakuhusu. Wewe jione fahari juu ya dhambi zako. Jione fahari. Jana nimezungumza kwamba mimi sihubiri kuhusu redeemed. Sihubiri kuhusu kanisa lolote lenye misingi ya Kipentekoste. Mimi ninazungumza kwa habari ya Yesu. Na ukimtaka Yesu, lazima utoke nje ya dini lako. Uende ukamtafuta Yesu kando kando. Maana baadhi ya dini zetu zinatufundisha Yesu kwenye picha. Ila sasa sisi katika imani ya Kikristo kilokole tunafundisha Yesu aliye hai. Hatutakuletea picha, hatutakuletea sanamu, tutakuletea Yesu mzima mzima. Tutakuletea Yesu aliye hai. Haleluya! Lala tuna picha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati moyoni kuna picha la shetani limekaa linafurahia ulevi. Weka tu. Ili Yesu anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia hivi, ndipo tajiri akafa, maskini akafa. Maskini akaenda kifuani mwa Ibrahim. Ibrahim baba yetu wa imani yuko mbinguni. Amen. Huyu tajiri akafa, akaenda kwenye moto. Ndipo yule tajiri katika mateso makali ya moto jehanamu, lakini pia mateso makali ya kupengwa mbali na pendo la Mungu. Hakuna nafasi ya kutubu kule kuzimu. Hakuna nafasi ya kutengeneza maisha kule kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo yule tajiri alipoinua kichwa, akamuona maskini Lazaro ameketi, anapata faraja kifuani pa Ibrahim. Amen. Anapata pumziko kifuani mwa Ibrahim. Amen. Yule tajiri akalia, Lazaro, naomba unichovie maji kidogo, unidondoshe nipate kuburudisha ulimi wangu. Ulipata maono kuzimu. Wanasema kuzimu kule jehanamu ni mateso makali. Amen. Kila aina mateso unayojua yatamkumba mwanadamu aliyekataa kuwa na Mungu katika maisha yake. Kweli kabisa. Mimi nasema ya kwamba ili kuondoa kiu wanatafuna ndimi zao. Yani mtu anaamua kutafuna ulimi wake ili aukamue apate kupoza kiu. Fikiria ni aina gani ya mateso. Yesu anasema ni mazingira ambayo watu wanasaga meno, yani anakandamiza meno, anayasaga, watu wa Mungu, ni mateso makali mno ambayo unaweza kufanya maamuzi leo na ukaipuka jehanamu. Kabisa. Haleluya. 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 Akalia, naomba unichovie. Lazaro akasema, ndugu yangu, haiwezekani. Katikati ya sisi na ninyi kuna shimo kubwa.
ambalo haiwezekani sisi kuwafikia ninyi wala ninyi kutufikia sisi. Kwa hayo maji haiwezi kudondokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Akasema sasa hilo limeshindikana, nitafanyaje hapa? Yule tajiri akagundua kwamba duniani ni ndugu zangu. Huyo niombe kwa ajili ya ndugu zangu. Akasema, Lazaro, mwambie baba yetu Ibrahimu angalau atume watu kutoka huku waende kule duniani wakawahubirie wanadamu, kwa sababu wanadamu wanapohubiriwa hawaelewi. Angalau watu watoke huku kuzimu, aende akawapigie kelele, akawaambie kwamba ukiingia huku ni shida na haiwezekani kutoka. Amina. Watu wa Mungu, najua kila mmoja amefiwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuna wengine ndugu zao walikufa, wamelala katika Bwana. Amina. Lakini kuna wengine ndugu zao wamekufa katika dhambi zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni hasara kubwa. Kweli. Yaani huwa inaumiza. Ndio. Tunakutana na mtu ambaye amekufa bila Yesu. Amekufa kifo bila Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani huo msiba basi tu. Haleluya. Amen. Lakini ni shida kweli kweli, kwa sababu yule mtu hawezi kutoka kule jehanamu. Ingawa dini zetu zinatufundisha tuwaombee waliokufa. Sijui wametoa wapi maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui wametoa wapi maandiko. Unasema tuwaombee marehemu. Sijui wametoa wapi. Biblia ya nani? Neno la nani? Wakati Biblia inasema baada ya kufa ni hukumu. Wewe unasema unamwombea ndugu yako alikufa. Halafu hapa duniani uko unajifurahisha kwenye dhambi ukidhania kwamba watoto wako watakuombea tu. Watu wa Mungu, hiyo ni kampeni ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni kampeni ya shetani ili wanadamu waendelee kupofushwa, waendelee kukaa katika dhambi zao, waendelee kung'ang'ana na siri walizonazo za kuharibu maisha yao. Amina. Amen. Amen. Hata ulale unaomba kwa ajili ya ndugu yako aliyekufa, hata ujikate na mawe, haiwezekani. Lililotokea limetokea. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni jehanamu, ni jehanamu. Ni jehanamu kweli. Kuna msamaha. Kweli kabisa. Na ndio maana Mungu akawainua watumishi wake. Wapige kelele mabarabarani. Ndio. Wataje habari za Mungu. Ndio. Ili watu waiamini Injili. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu anajua ukisha kufa hauna nafasi ya kutubu tena. Kweli. Fikiria leo kuna watu wetu ambao walikufa, wamefia katika mambo mabaya maovu, wamefanya maagano na mashetani. Leo hii watu wanahangaika na mizimu. Unakuja mzimu wa babu, unakuja mzimu wa bibi kuja kuzungumza na wewe. Huyu mzimu umetoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu hawezi kuagiza mzimu uje kusema na wewe. Fanye kazi kama hiyo. Mungu atawatuma watumishi wake kusema na wewe. Ndio. Na waganga wa kienyeji wanaiamsha mizimu. Akitaka kukuagua wewe, anachokifanya anakaa yeye, kwa sababu yeye ndo ni kuhani katika ulimwengu roho, mkuhani wa shetani. Anachokifanya yeye, ana sayansi. Bwana asifiwe. Anayo sayansi ya kugonga hodi kwenye mizimu ya ukoo wako. Akishagonga hodi, ile mizimu ndio inampa taarifa zako. Yesu afanye mambo kama hayo. Haleluya. Mungu hana muda na mambo kama hayo. Hizo ni kazi za shetani. Lakini Mungu aliye hai akitaka kusema na wewe, atawatuma watumishi wake. Atawatuma watumishi wake. Watazungumza na wewe. Watamka asubuhi wapige kelele. Hata kama utawarushia mawe, wataendelea kutaja kwa habari ya dhambi yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikiliza. Yule tajiri anaona bora awaombee ndugu zake wa duniani. Lakini Ibrahimu anamwambia hilo jambo haliwezekani. Hawa ndugu zako walioko duniani, kama hawawezi kuwasikiliza manabii, hawawezi kuwasikiliza wachungaji, wainjilisti, walimu,
wanaohubiri na kupiga kelele huko duniani, hata kama mtu aliyekufa angefufuka leo, wasingeweza kuamini. Kabisa. Ibrahimu anasema hapana, hilo jambo haliwezekani. Wasikilize mitume na manabii walioko duniani. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sikiliza mtu wa Mungu. Swali langu ni moja. Wakati ambao utakuwa umeondoka katika dunia hii, utamlilia nani? Wakati ambao hakuna njia nyingine ya wokovu, hakuna njia nyingine ya kukusaidia, tayari umekufa katika dhambi, utamlilia nani? Lakini sikiliza, unaheri wewe ambaye uko hai leo, kwa sababu hii ni nafasi ya wewe kumsikia Mungu. Wakati huu ambao unalisikia neno hili, ndio wakati wa kutengeneza, ndio wakati wa kufanya upya maisha yako, ndio wakati wa kurejea kwa Yesu, ndio wakati wa kutubu dhambi zako, ndio wakati wa kutazama msalaba wa Yesu na kusema ya kwamba nitarejea kwa Bwana. Haleluya. Habari iliyosoma ni hii, ya kwamba Yesu anakupenda. Na Yesu yuko tayari kuyaokoa maisha yako, lakini ni wewe kufanya maamuzi ya kumwamini na kumpokea katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi wanapiga kelele sana nikisimama kwenye dini yangu ya Redeemed. Wapo dini zote ni marafiki. Bwana asifiwe. Amen. Shida ninapoingia kwenye chumba hiki kinaitwa wokovu. Hapa kwenye wokovu hapa lazima tubaguane. Bwana asifiwe. Amen. Lazima itatuchambua. Amen. Lazima itatuchambua. Na ukiona kwamba kuna kuchambua, kwa sababu hichi kitu kinaitwa wokovu. Wokovu hauna ulevi, wokovu hauna bangi, wokovu hauna sigara, wokovu hauna uzinzi, wokovu hauna uasherati. Haleluya. Na kila mtu anaweza kuwa mlokole. Kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anaweza kuwa mlokole. Tunapiga kelele ili kwamba watu badilike. Sikiliza. Ukibadilika katika moyo wako na ukampa Yesu maisha yako, hapo ndipo Yesu atakavyokufundisha ukaelewa nini maana ya kuokoka tunakosema. Bwana Yesu asifiwe. Na utaelewa tunapopiga kelele ya kwamba kuna baadhi ya maeneo dini zetu zinatudanganya. Utanielewa. Haleluya. Utanielewa. Amen. Namshukuru Mungu, Tanzania ijifunze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo mengine yanatokea ni mabaya, lakini hebu Tanzania ijifunze. Wapenda dini wale, hebu wajifunze. Wajifunze. Kumbe dini, yani wakati wa Yesu haya madini yetu hayakuwepo. Kama jana nilisema, hayakuwepo haya. Sijui Redeemed, sijui FPST, sijui wapi. Bwana asifiwe. MPT, sijui hii hayakuwepo haya. Haleluya. Amen. Wakati wa Yesu hayakuwepo. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaweza kujivunia labda ni madini ya Wayahudi huko. Sisi huku tulikuwa tunavaa vingozi vinafika sehemu tu. Tunaenda kuenda mawindo ya wanyama huko. Polini tutafuta nyama kitoweo, Yesu anaenda, tunakwenda kwenye mizimu kuabudu. Tu ilikuwa hivyo. Haleluya. Amen. Lakini sikiliza. Haya madini yametokea wapi? Haleluya. Amen. Kama Yesu alikuwepo wakati ambao madini hayakuwepo, haya ambayo sasa hivi yanawatesa watu, yanawafunga watu wasimwamini Yesu, wasimpe Yesu maisha. Nimeshangaa kwa nini tunajitesa kwa sababu ya madini yetu, badala ya kujitesa ili tumpe Yesu maisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukishampa Yesu maisha yako, Yesu ndiye atakuelekeza uwe wapi. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atakupa amani kwamba uelekee wapi. Kushoto, kulia, atakupa amani. Kweli. Neno la Mungu lenyewe litakuongoza. Hapa ndo sahihi. Hapa ni sahihi. Hapa ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno lenyewe litakuongoza. Amen. Haleluya. Amen. Tutatoka kwenye vifungo vya urithi. Ndio. Tutaingia kwenye uhalisia. Jambo la muhimu sana. Naomba tumalizie
na kitabu kile cha waraka wa Petro